Bwana Yesu asifiwe. Habari ya uzima. Tunamshukuru Mungu tena kwa kupatia nafasi nyingine nzuri. Ikiwa ni siku nyingine tena tunaendelea tafakari kuu mbalimbali za Mungu. Ikiwa ni mfululizo na mwendelezo wetu wa tafakari na kujifunza kweli hizi kutoka katika kitabu hiki cha Pambano Kuu. Tunaendelea kuziona na kufunua kweli za Mungu katika siku nyingi. Saa mwingine tena ninakukaribisha tunapoelekea na tunapoendelea kuzitafakari kweli hizi katika kitabu hiki. Nikualike tu mpenzi msikilizaji unisikiliza. Karibu tena tuendelee kwa ajili ya kutafakari sehemu ambayo tuliishia ya kitabu hiki. Kabla tujaanza somo letu la leo na mwendelezo wa sura yetu hii ya leo, nikukaribishe tuombe ili tuweze kuendelea. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kutuongoza, umekuwa pamoja nasi kwa nyakati mbalimbali. Jina lako litukuzwe. Tunakualika tena tunapoendelea kutafakari kuu zako hizi kupitia kitabu hiki. Katika sura hii ya 35, Roho yako Mtakatifu wetu pamoja nasi. Tuongoze, tufundishe kwa haya ambayo tutayasikia, basi akatubadilishe kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu. Amina. Mpenzi msikilizaji, niendelee kukualika tena tunapokuwa tukiendelea kutafakari na kujifunza mambo mbalimbali katika kitabu hiki cha Pambano Kuu. Tukiwa ni mwendelezo wa sura ambayo tuliishia wakati uliopita, leo pia tutaendelea sehemu ya pili ya sura hii katika kitabu hiki cha Pambano Kuu. Sura ambayo tulikuwa nayo kwa siku zilizopita ilikuwa ni sura ya 35 ambayo ilikuwa na kichwa kinachosema uhuru wa dhamiri watikiswa. Tuliona mambo mbalimbali katika sura hii na leo tunaendelea katika sehemu ya pili ya kitabu hiki kwenda kumalizia sura yetu ya 35 kwa ajili ya kujiandaa na sura zingine za kitabu hiki. Nikualike tu uwe pamoja nami, ungana nami tuweze kuendelea sehemu ambayo tuliishia ya kitabu hiki cha sura hii. Sehemu ambayo tuliishia kwa wakati uliopita ilikuwa imemalizia kwa maneno yafuatayo. Nitayanukuu zeni tuendelea ambapo tunatakiwa tuendelee kwa siku ya leo. Tuliishia sura na sehemu ambayo ilikuwa inasema anachohitaji pekee ni moyo uliopondeka, roho ya unyenyekevu ya utii. Hii ndio sehemu ambayo tuliishia katika kitabu chetu hiki. Na leo Mungu anahitaji kutufunulia tena mambo mengine kupitia kitabu hiki kwa sehemu ya pili ya sura hii ya 35 ya uhuru wa dhamiri watikiswa. Karibu ungana nami tunapokuwa tukiendelea. Basi tuanze. Kristo hatoi mfano wowote katika maisha yake kwa wanaume na wanawake kujifungia katika nyumba za watawa ili kufaa kuishi mbinguni. Hakuwahi kufundisha kuwa upendo na huruma lazima vithibitiwe. Moyo wa Mwokozi ulibubujika upendo kwa kadiri mwanadamu anavyokaribia ukamilifu wa uadilifu. Hisia zake zinazidi kuwa makini zaidi, uwezo wake wa kutambua dhambi unakuwa na makali zaidi, na huruma yake kwa wanaotesa inakuwa ya kina zaidi. Hapa anadai kuwa anasimama mahali pa Kristo, lakini kwa jinsi gani tabia yake inafanana na Mwokozi? Je, Mwokozi alijulikana wakati wowote kuwasweka watu gerezani au kwenye kichanja cha kukatia watu shingo kwa sababu walikataa kumpa heshima kama mfalme wa mbinguni? Je, sauti yake ilisikika ikiwahukumu watu kifo, watu ambao hawakumpokea? Alipopuuzwa na watu wa kijiji cha Samaria, Mtume Yohana alijawa na hasira na aliuliza, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize kama Elia naye alivyofanya? Kwa huruma Yesu alimtazama mwanafunzi wake na kumkemea kwa roho ya ukatili akisema, Mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Luka sura ya 9 mstari wa 54 na 56. Ni tofauti kubwa kiasi gani kati ya roho iliyodhihirishwa na Kristo na ile ya yule anayedai kuchukua mahali pa Kristo. Kanisa la Roma sasa linawakilisha mwonekano wa haki kwa ulimwengu, likifunika kwa kuomba radhi kwa ajili ya kumbukumbu zake za ukatili wa kutisha. Kanisa limejivika mwonekano unaofanana na wa Kristo, lakini bado halijabadilika. Kila kanuni ya upapa uliokuwepo katika zama zilizopita ipo pale pale leo. Mafundisho yaliyobuniwa katika zama za giza bado yanashikiliwa. Mtu yeyote asijidanganye. Upapa ambao Waprotestanti sasa wako tayari kuuheshimu ni ule uliotawala ulimwengu katika siku za matengenezo. Wakati watu wa Mungu waliposimama imara, wakihatarisha maisha yao kuanika uovu wake, kanisa bado lina kiburi kile kile na majivuno yale yale kama nyakati zile kanisa lilipokuwa juu zaidi ya wafalme na wakuu wa nchi mbalimbali duniani, na lilipodai kuwa na mamlaka sawa na ya Mungu. Roho ya kanisa haijaacha ukatili na ukandamizaji sasa kuliko wakati ulipovunja uhuru wa binadamu na kuwaua watakatifu wake yeye aliye juu sana.
Upapa ni ule ule ambao unabii ulitangaza kuwa ungekuwa uasi wa siku za mwisho. Ukisoma Wathesalonike wa pili mstari wa 3 na wa 4. Ni kweli ni sehemu inayoweza kulisaidia kutekeleza kusudi lake, lakini chini ya muonekano unaobadilika wa kinyonga, kanisa linachukua sumu isiyobadilika ya nyoka. Imani haipaswi kuchanganywa na wazushi wala watu wanaohisiwa kuwa na uzushi. Lenfant volume ya kwanza ukurasa wa 516. Kanisa linasema, je, mamlaka hii ambayo kumbukumbu yake ya miaka 1000 imeandikwa katika damu ya watakatifu ikubaliwe sasa kama sehemu ya kanisa la Kristo? Sio kweli kuwa hakuna sababu ya msingi inayofanya watu wa nchi za Kiprotestanti kutoa madai kuwa Ukatoliki hauna tofauti kubwa sana na Protestanti kuliko ilivyokuwa katika nyakati za zamani. Kumekuwepo na badiliko, lakini badiliko haliko katika upapa. Ni kweli kuwa Ukatoliki unafanana na Uprotestanti uliopo sasa, kwa sababu Uprotestanti umeporomoka sana tangu siku za wanamatengenezo. Makanisa ya Kiprotestanti yalipoanza kutafuta kukubaliwa na ulimwengu, ukarimu wa uongo ulifumba macho yao. Hawaoni isipokuwa kwamba ni vyema kuamini wema katika uovu wake, na kama matokeo yasiyoepukika, hatimaye walifikia kuamini uovu na wema wote, badala ya kusimama imara kutetea imani walioiamini iliyotolewa mara moja kwa watakatifu kama walivyofanya zamani. Sasa wanaomba msamaha kwa Rumi kwa maoni yao yasiyo na ukarimu wa kanisa Kikatoliki, wakiomba msamaha kwa ubaguzi wao wenye chuki dhidi ya kanisa Katoliki. Tabaka kubwa hata la wale wasiounga mkono Urumi wanajua kidogo sana kuhusiana na hatari inayotokana na mamlaka yake na mvuto wake. Wengi wanasisitiza kuwa giza la kiakili na kimaadili lililokuwepo katika zama za giza liliruhusu usambazaji wa mafundisho yake, ushirika wake na ukandamizaji wake, na kwamba akili nyingi zaidi ya nyakati hizi za sasa, ueneaji wa jumla kwa maarifa sasa na ongezeko la uhuru katika masuala ya dini huweka mazingira magumu kwa ajili ya uamsho wa kukosa uvumilivu na ukatili. Wazo lenyewe kuwa hali kama hiyo inaweza kutokea katika zama hizi za maendeleo ya elimu, sayansi na teknolojia linadhihakiwa. Ni kweli kuwa nuru kubwa ya kiakili, kimaadili na kidini inaangazia kizazi hiki. Katika kurasa zilizo wazi za neno takatifu la Mungu, nuru kutoka mbinguni imeangaza ulimwenguni. Lakini inapaswa ikumbuke kuwa kwa kadiri nuru kubwa inavyotolewa, ndivyo giza linavyozidi kuwa kubwa zaidi kwa wale wanaoipotosha na kuikataa nuru. Usomaji wa Biblia wenye maombi ungewaonesha Waprotestanti tabia halisi ya upapa na ungewafanya wauchukie na kukataa upapa. Lakini wengi ni wenye hekima katika kiburi chao wenyewe, kiasi kwamba hawahisi hitaji la kumtafuta Mungu kwa unyenyekevu ili waongozwe katika ukweli. Ingawa wanajivunia maarifa yao, hawajui chochote kuhusu maandiko wala uweza wa Mungu. Wao wanacholilia ni kupata njia fulani ya unyamazishaji dhamiri zao, na kukizi hitaji hilo wanatafuta mambo ambayo ni ya kiroho kidogo sana na ambayo yananyenyekesha kwa kiwango kidogo sana. Wanachotamani ni kupata mbinu ya kumsahau Mungu ambayo itaonekana kama mbinu ya kumkumbuka Mungu. Upapa umejipanga kukidhi mahitaji haya yote. Upapa umejiandaa kwa ajili ya matabaka yote mawili ya wanadamu, ukikumbatia karibu ulimwengu wote, wale ambao wanataka kuokolewa kwa matendo yao mema na wale ambao wanapenda kuokolewa wakiwa na dhambi zao. Hapa ndipo palipo siri ya nguvu yake. Siku ya giza kubwa ya kiakili imeonyesha kuwa na msaada kwa mafanikio ya upapa. Itakuja kudhihirika pia kuwa siku ya nuru kubwa ya kiakili ni msaada mkubwa wa mafanikio ya upapa. Katika zama zilizopita, watu walipokuwa hawana neno la Mungu na walipokuwa hawana maarifa ya ukweli, macho yao yalikuwa yamefumbwa na maelfu walinaswa kwa kutokuona wavu uliotandazwa kutenga miguu yao. Katika kizazi hiki kuna wengi ambao macho yao yamepofushwa kwa mng'ao wa makisio ya kibinadamu. Sayansi kama inavyoitwa kuwa kwa uongo, hawatambui wavu na wanaingia katika wavu kirahisi kama vile hawana macho. Mungu alipanga kuwa uwezo wa kiakili wa mwanadamu uchukuliwe kuwa zawadi kutoka kwa Muumbaji wake na utumiwe katika huduma ya kweli na haki. Lakini kiburi na tamaa vinapopaliliwa na wanadamu wanapoinua nadharia zao juu ya neno la Mungu, akili inaweza kufanya madhara makubwa zaidi kuliko ujinga. Hivyo basi,
Sayansi ya uongo ya siku hizi ambayo inadhoofisha imani katika Biblia italeta mafanikio makubwa katika maandalizi ya nje ya kupokea upapa na sherehe zake zinazofurahisha, kama kuzuia maarifa kulivyoleta mafanikio makubwa katika kufungua njia kwa ajili ya kujijengea umaarufu wake katika zama za giza. Katika harakati zinazoendelea sasa katika nchi za Marekani za kupata msaada wa serikali kwa ajili ya taasisi na matumizi ya kanisa, Waprotestanti wanafuata nyayo za upapa. Hapana, zaidi wanafungua mlango kwa ajili ya upapa kupata tena katika Amerika ya Kiprotestanti, ukuu ambao upapa ulipoteza katika ulimwengu wa kale. Na kinachozipa harakati hizi zote uzito ni ukweli kuwa lengo kuu linalofikiriwa ni ulazimishwaji wa utunzaji wa Jumapili, desturi iliyoanzishwa na Rumi na ambayo Rumi inadai kuwa alama ya mamlaka yake. Ni roho ya upapa, roho ya kufuata desturi za kidunia, kuheshimu mapokeo ya kibinadamu kwa namna ya juu zaidi kuliko amri za Mungu, ambayo inapenya na kuenea katika makanisa ya Kiprotestanti na kuwaongoza kufanya kazi ile ile ya kuinua Jumapili, kazi ambayo upapa ulikwisha kuifanya kabla yao. Ikiwa msomaji anataka kuwaelewa mawakala watakaotumiwa katika pambano ambalo linakuja karibuni, anachopaswa kufanya ni kufuatilia kumbukumbu za njia ambazo Rumi ilizitumia kwa makusudi hayo hayo katika zama zilizopita. Ikiwa anataka kujua jinsi wadau wa upapa na Waprotestanti kwa pamoja watakavyoshughulika na wale waliokataa mafundisho yao, hebu naangalie roho ambayo Rumi ilionyesha kwa Sabato na watetezi wa Sabato. Maagizo ya kifalme, mabaraza makuu na sheria za kanisa zilizotekelezwa kwa mamlaka za kiserikali zilikuwa ngazi ambazo ziliwezesha siku kuu za kipagani kupata nafasi ya heshima katika ulimwengu wa Kikristo. Amri ya kwanza iliyolazimisha utunzaji wa Jumapili ilitungwa na Konstantini BK 331. Tazama kiambatanisho kwa ajili ya maelezo ya ukurasa wa 53. Amri hii inawataka wakazi wa mjini kupumzika siku ya heshima ya jua, lakini amri hii iliwaruhusu watu wa vijijini kuendelea na shughuli zao za kilimo kabisa. Ililazimishwa na mfalme baada ya kupokea Ukristo kwa jina, wakati ambapo mamlaka ya kifalme haikuwa na uwezo wa kusimama badala ya mamlaka ya Mungu. Eusebius, askofu ambaye alitafuta kukubaliwa na wakuu wa kidunia na ambaye alikuwa rafiki wa kibaraka maalum wa Konstantini, alitoa dai kuwa Kristo alikuwa amehamisha Sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Hakuna aya ya maandiko hata moja iliyotolewa kuthibitisha fundisho hilo jipya. Eusebius mwenyewe bila kujua anakiri uongo wake na anaelekeza kidole chake kwa waasisi halisi wa badiliko. Sikia anavyosema mambo yote. Anasema kila jambo ambalo lilikuwa wajibu kulifanya siku ya Sabato, yote haya tumeyahamishia katika siku ya Bwana. Robert Cox, Sabbath Laws and Sabbath Duties, ukurasa wa 538. Lakini hoja ya Jumapili, pamoja na kutokuwa na msingi wowote, ilitumika kuwapa watu ujasiri katika kuikanyaga Sabato ya Bwana. Wote waliotamani kuheshimiwa na ulimwengu waliipokea siku kuu hiyo mpya ambayo ilitokea kuwa maarufu. Upapa ulipoimarika kikamilifu, kazi ya kuinua Jumapili iliendelea. Kwa muda fulani watu walijihusisha na kazi za kilimo ikiwa hawakwenda kanisani, na siku ya saba ilikuwa bado ikichukuliwa kama Sabato. Lakini polepole badiliko lilitekelezwa. Watu waliokuwa katika ofisi takatifu walikatazwa kupitisha hukumu katika shauri lolote la madai siku ya Jumapili. Muda mfupi baadaye, watu wote wa daraja lolote waliamriwa kuacha kazi za kawaida kwa tishio kuumizwa kwa faini kwa watu walio huru na kwa viboko kwa watumwa. Baadaye iliamriwa kuwa watu matajiri walipaswa kuadhibiwa kwa kupoteza nusu ya utajiri wao, na mwisho kuwa ikiwa wangekuwa wakaidi baada ya hatua hizo kuchukuliwa, wangefanywa watumwa. Watu wa madaraja ya chini wangeadhibiwa kwa kufukuzwa kabisa kutoka nchini na wasionekane tena humo maisha yao yote. Miujiza pia ilihusishwa. Miongoni mwa maajabu mengi, ilielekezwa kuwa wakati mkulima ambaye alikuwa anataka kwenda kulima shamba lake siku ya Jumapili aliposafisha jembe lake la kukokotwa na ng'ombe kwa kipande cha chuma kilinata kwenye kiganja cha mkono, na kwa miaka 2 kiling'ang'ania kiganjani mwake, na alipaswa kukibeba kila mahali alikokwenda. Naomba nirudie maneno hii. Miujiza pia ilihusishwa.
Miongoni mwa maajabu mengine, ilielekezwa kuwa wakati mkulima ambaye alikuwa anataka kwenda kulima shamba lake siku ya Jumapili, aliposafisha jembe lake la kukokotwa na ng'ombe kwa kipande cha chuma kilinata kwenye kiganja cha mkono, na kwa miaka miwili kiling'ang'ania kiganjani mwake, na alipaswa kukibeba kila mahali alikokwenda, na akiwa na maumivu makali na aibu. Francis West, Historical and Practical Disclosure on the Lord's Day, ukurasa wa 174, unaweza kupata habari hizi. Baadaye Papa alitoa maagizo kuwa kila paroko katika kila parokia alipaswa kuwaonya wavunjaji wa Jumapili na kuwataka waende kanisani na kutoa maombi yao, vinginevyo wangejiletea majanga wao wenyewe na majirani zao. Baraza la Kanisa Katoliki lilitoa hoja tangu wakati huo, ambayo ilitumiwa mahali pengine hata na Waprotestanti, kuwa kwa sababu watu walipigwa na radi wakifanya kazi Jumapili, ni lazima Jumapili iwe Sabato. Inaonesha, walisema maaskofu, jinsi chuki ya Mungu ilivyokuwa kubwa kwa sababu ya kupuuza siku hii. Wito ulitolewa baada ya hapo kuwa mapadri na wachungaji, wafalme na wakuu na watu wote waaminifu wajitahidi sana na wawe makini kuhakikisha kuwa siku hii inarudishiwa heshima yake, na kwa ajili ya heshima ya Ukristo. Kwa ajili ya heshima ya Ukristo itunzwe kwa kicho zaidi katika siku zinazokuja. Thomas More, Discourse in 6 Dialogues on the Name Notion Observation of the Lord's Day, ukurasa wa 271. Unaweza kukutana na habari hizi na ukazipata kwa uzuri zaidi. Matamko ya mabaraza yalipoonekana na kuthibitika kutotosha, mamlaka za kiserikali za kidini ziliombwa zitoe amri ambazo zingechochea hofu katika mioyo ya watu na kuwalazimisha kuacha kufanya kazi siku ya Jumapili. Katika kikao cha sinodi kilichokaa Rumi, maamuzi yote yaliyopita yalithibitishwa kwa nguvu nyingi na uzito mkubwa zaidi. Ziliingizwa katika sheria za kanisa na utekelezaji na mamlaka za kiraia karibu katika ulimwengu wote wa Kikristo. Tazama Henlin, History of Thabas, PT 2, chapter ya 5, section ya 7. Unaweza kukutana na habari hizo katika kitabu hicho na sehemu hiyo. Bado kutokuwepo kwa mamlaka ya maandiko kwa ajili ya utunzaji wa Jumapili kulileta usumbufu ambao sio kidogo. Watu walihoji haki ya walimu wao kuweka pembeni tamko chanya la Yehova, siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako, ili kuheshimu siku ya jua, kufidia upungufu wa ushahidi wa Biblia. Mbinu zilikuwa za lazima. Mtetezi mwenye bidii wa Jumapili, ambaye karibu na mwisho wa karne ya 12 alitembelea makanisa ya Uingereza, alipigwa na mashahidi waaminifu kwa ajili ya ukweli, na kwa hiyo juhudi zake hazikuzaa matunda. Hivyo aliondoka nchini kwa muda na akatafuta njia ya kulazimisha mafundisho yake. Aliporudi, malengo yalizibwa, na katika juhudi zake baada ya hapo alipata mafanikio makubwa. Alileta gombo alilodai kuwa lilitoka kwa Mungu mwenyewe, ambalo lilikuwa na amri iliyokuwa ikihitajika kwa ajili ya utunzaji wa Jumapili, kwa ajili ya kuwatishia na kuwatia hofu wasiokuwa watiifu. Waraka huu wa thamani ambao ulikuwa wa kugushi kama amri yenyewe iliyoungwa mkono nao, ulidai kuwa ulianguka kutoka mbinguni na ulikutwa Yerusalemu kwenye madhabahu ya Mtakatifu Simeoni kwenye mlima wa Golgotha. Lakini kwa kweli waraka ule ulitoka katika ikulu ya Papa Roma. Udanganyifu wa kugushi ili kuendeleza mamlaka ya mafanikio ya kanisa katika zama zote limeonekana kuwa halali mbele ya mamlaka za kipapa. Gombo lilikataza kufanya kazi kuanzia saa 9, yaani saa 9 Jumamosi mchana hadi mapambazuko siku ya Jumatatu, na mamlaka yake yalitangazwa kuwa yalithibitishwa kwa miujiza mingi. Ilitokea taarifa kuwa watu waliofanya kazi zaidi ya saa zilizopangwa walipatwa ugonjwa wa kiharusi. Msagishaji wa mashine alipojaribu kusaga mahindi yake, aliona badala ya unga damu ikitiririka na mashine ikitulia. Licha ya bubujiko kubwa la maji, mwanamke mmoja aliyeoka mikate katika oven aliitoa ikiwa mibichi, ingawa oven ilikuwa na joto kali. Mwingine aliyekuwa ameandaa madonge ya mikate, ilipofika saa 9 kabla ya kuioka, alidhamiria kuitunza mpaka Jumatatu alfajiri, ambapo aliikuta siku iliyofuata kuwa ilikuwa imeiva na ilikuwa imeokwa na nguvu ya Mungu. Mtu aliyeoka mikate baada ya saa 9 Jumamosi alikuta alipoivunja asubuhi iliyofuata kuwa damu ikivuja kutoka ndani ya mikate. Kwa maagizo hayo ya kipuuzi
na kishirikina, watetezi wa Jumapili walijaribu kuonesha utakatifu wa Jumapili. Tazama Roger de Hoveden Annals volume ya 2 ukurasa wa 526. Habari hizi utazikuta hapa na 530. Katika nchi ya Scotland, kama ilivyokuwa katika nchi ya Uingereza, heshima kubwa zaidi kwa ajili ya Jumapili ilipatikana kwa kuiunganisha na sehemu ndogo ya Sabato ya zamani, lakini wakati uliotakiwa kuheshimiwa kama wakati mtakatifu ulikuwa tofauti. Amri kutoka kwa mfalme wa Scotland ilitangaza kuwa, sikiliza, Jumamosi kuanzia saa 6 mchana inatakiwa kuhesabiwa kuwa takatifu, na kuwa hakuna mtu tangu wakati huo mpaka Jumatatu asubuhi anapaswa kujihusisha na shughuli za kidunia. Molel ukurasa wa 290 na 291. Habari hizo utazikuta hapo. Lakini licha ya juhudi zote za kujenga utakatifu wa Jumapili, wadau wa upapa wenyewe walikiri hadharani mamlaka ya kiungu ya Sabato na chimbuko la kibinadamu la Jumapili ambayo ilikuwa imewekwa badala ya Sabato ya Jumamosi. Katika karne ya 16, Baraza la Papa lilitangaza waziwazi, inawapasa Wakristo wote wakumbuke kuwa siku ya saba ilitakaswa na Mungu na ilipokelewa na kutunzwa sio tu na Wayahudi peke yao, bali pia na wengine wote wanaojifanya kumwabudu Mungu. Japokuwa sisi Wakristo tulibadilisha Sabato yao na kuwa siku ya Bwana. Hii unaweza kupata kwenye sehemu ambayo keshatajwa ukurasa wa 281 na 282. Habari hizi na maneno haya unaweza ukayakuta hapo. Waliochezea sheria ya Mungu hawakuwa wajinga kuhusiana na kazi walioifanya. Kwa makusudi walijiweka juu ya Mungu. Kielelezo kizuri cha sera ya Rumi dhidi ya wale wanaopingana na kanisa lao ni mateso ya muda mrefu na ya umwagaji damu ya Wabensia, ambao baadhi yao walikuwa watunza Sabato. Wengine waliteswa kwa njia hiyo kwa ajili ya uaminifu wao kwa amri ya 4. Historia ya makanisa ya Ethiopia na Abdasian ni muhimu sana. Katikati ya utustusi wa dhama za giza, Wakristo wa Afrika ya Kati hawakuonwa na walisauliwa na ulimwengu, na kwa karne nyingi walikuwa huru kutekeleza imani yao. Lakini hatimaye Rumi iligundua uwepo wao, na mfalme wa Abisiani alihadaiwa kwa muda mfupi na kukiri kuwa papa alikuwa mwakilishi wa Kristo. Matukio mengine yalifuata. Amri ilitolewa iliyokataza utunzaji wa Sabato kwa tishio la adhabu kali. Tazama Michael Goedes Church History of Ethiopian ukurasa wa 311 na 312. Utakutana na habari za mfalme huyo na habari za matamko hayo juu ya upapa na utunzaji wa Sabato bandia. Lakini ukatili wa papa muda si mrefu ulikuja kuwa mzigo unaoudhi sana, kiasi kwamba watu wa Abyssinian waliazimia kuondoa mabegani mwao. Baada ya pambano la kutisha, Walumi walifukuzwa kutoka katika maeneo yao na imani yao ya zamani ilirudishwa upya. Makanisa yalifurahia uhuru wao na hawakusahau somo waliojifunza kuhusu udanganyifu, usikiliaji sana wa mambo bila kutumia akili, na mamlaka ya kiimla ya Rumi ndani ya ufalme wao uliojitenga. Waliridhika kubaki bila kujulikana kwa ulimwengu uliobaki kwa Kristo. Makanisa ya Afrika yalishika Sabato kama ilivyoshikwa na kanisa la Papa kabla ya uasi kamili. Wakati ambapo walishika siku ya saba kutii amri ya 4 ya Mungu, waliacha kazi siku ya Jumapili ili kwenda sawa na desturi za kanisa. Baada ya kupata mamlaka ya juu kabisa, Rumi ilikanyaga Sabato ya Mungu na kuinua Jumapili yake. Lakini makanisa ya Afrika yakiwa yamefichwa kwa karibu miaka 1000 hayakushiriki katika uasi huu. Yalipoletwa chini ya utawala wa Rumi, yalilazimishwa kuacha Sabato ya kweli na kuinua Sabato ya uongo. Lakini haukupita muda mrefu, baada ya kupata uhuru wao, walirudi kuitii amri ya 4. Jambo la kufurahisha, jambo ambalo linatia matumaini kwa jamii zetu za Afrika, kwa sababu walidumu kuwa waaminifu juu ya utunzaji wa Sabato ya Mungu. Sikiliza, kumbukumbu hizi za nyuma hufunua waziwazi uadui wa Rumi na Sabato ya kweli na watetezi wa Sabato ya kweli, na mbinu ambazo Roma inazitumia kuheshimu siku walioiweka wenyewe. Neno la Mungu linafundisha kuwa mandhari hizi zitarudiwa wakati wa Katoliki, wa Rumi na wa Protestanti watakapoungana katika kuinua Jumapili. Unabii wa Ufunuo 13 unaeleza kuwa mamlaka inayowakilishwa na mnyama mwenye pembe 2 mfano wa mwanakondoo ataifanya dunia na wote wakao ndani yake wausujudie upapa, ambao katika unabii unawakilishwa na mnyama mfano wa chui. Mnyama mwenye pembe 2 pia atawaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama, na zaidi ya hapo atawaamrisha wote, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, na walio huru
kwa watumwa wapokee alama ya mnyama. Ufunuo 13 mstari wa 11 hadi wa 16. Imeonyeshwa kuwa nchi ya Marekani ndiyo mamlaka inayowakilishwa na mnyama mwenye pembe mbili, mfano wa mwanakondoo, na kwamba unabii huu utatimizwa wakati nchi ya Marekani itakapolazimisha utunzaji wa Jumapili, jambo ambalo Rumi inadai kuwa utambuzi wa ukuu wake. Lakini katika heshima hii kwa upapa, nchi ya Marekani haitakuwa peke yake. Nguvu ya Roma katika nchi ambazo wakati fulani zilikiri utawala wake bado haijaisha, na unabii unatabiri urejeshwaji wa nguvu yake. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Aya ya 3 ya Ufunuo wanakutana na habari hizo. Pigo la jeraha la mauti huwakilishwa kuanguka kwa upapa mwaka 1798. Baada ya hii nabii inasema pigo lake la mauti litapona, dunia yote itamstajabia mnyama yule. Paulo anataja wazi kuwa mtu wa kuasi ataendelea hadi wakati wa mwisho wa ujio wa pili. Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 8. Hadi mwisho wa wakati ataendelea na kazi yake ya kudanganya, na nabii wa Ufunuo anaeleza pia akizungumzia upapa, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima. Ufunuo 13 mstari wa 8. Katika ulimwengu wa kale na ulimwengu mpya, upapa utasujudiwa kwa heshima itakayotolewa kwa agizo la Jumapili, ambayo imejengwa juu ya mamlaka ya kanisa la Rumi. Tangu katikati ya karne 19, wanafunzi wa unabii katika nchi ya Marekani wamekuwa wakitoa ushuhuda huu kwa ulimwengu. Katika matukio yanayotokea sasa, kunaonekana maendeleo ya haraka kuelekea kutimizwa kwa utabiri huu. Kwa upande wa walimu wa Kiprotestanti, kuna dai lile la mamlaka ya kiungu ya utunzaji wa Jumapili, na kutokuwepo kule kwa ushahidi wa kimaandiko kama ilivyo kwa viongozi wa kipapa waliogushi miujiza ili kujaza pengo la kutokuwepo kwa amri ya Mungu. Dai kuwa hukumu za Mungu zinamwagwa juu ya watu kwa kuvunja kwa sabato ya Jumapili litarudiwa tayari linaanza kusisitizwa, na harakati za kulazimisha utunzaji wa Jumapili zinazidi kushika kasi. Kanisa la Rumi ni la ajabu katika uelevu na ujanja. Linaweza kusema kile kitakachokuwa, linasubiri wakati mzuri, likizingatia kuwa makanisa ya Kiprotestanti yanalisujudia kanisa la Rumi kwa kukubali sabato yake ya uongo, na kuwa wanajiandaa kuilazimisha kwa njia zile zilizotumiwa katika siku zilizopita. Wanaokataa nuru ya ukweli watatafuta msaada wa mamlaka hii iliyojiweka yenyewe ili kuinua Jumapili ambayo ilianzishwa na mamlaka yenyewe. Ni kwa haraka kiasi gani kanisa la Rumi litakuja kutoa msaada kwa Protestanti katika kazi hii ambayo sio ngumu kujua kwa kufanya. Cha kufanya ni nani aliyejua vizuri zaidi? Viongozi wa upapa jinsi ya kushughulika na wale ambao sio watiifu kwa kanisa. Kanisa Katoliki la Rumi pamoja na taasisi zake zote ulimwenguni kote huunda shirika moja kubwa chini ya udhibiti, na limebuniwa kukidhi maslahi ya uongozi wa papa. Mamilioni ya waumini wake katika kila nchi duniani kote wanafundisha kushikamana kwa pamoja katika utii kwa papa, hata kama wana utaifa gani au wako chini ya serikali ipi. Inawapasa kuchukulia kuwa mamlaka ya kanisa iko juu ya mamlaka zingine zote. Ingawa wanaweza kula kiapo cha utii kwa serikali zao, lakini nyuma yake kipo kiapo cha utii kwa Rumi, kikiwaondoa katika kila kiapo kilicho kinyume na maslahi ya Rumi. Historia inathibitisha juhudi za Rumi zenye ustadi wa hali ya juu na uvumilivu mkubwa zaidi za kujipenyeza katika mambo ya serikali, na ikipata nafasi kuendeleza makusudi yake hata kwa kuwaua wakuu na watu. Mwaka 1204 Papa Innocent wa III alipata kutoka kwa Petro wa pili, mfalme wa Aragoni, kiapo kifuatacho ambacho si cha kawaida. Sikiliza kiapo hiki: mimi Petro, mfalme wa Aragoni, nakiri na kuahidi kuwa mwaminifu na mtiifu daima kwa bwana wangu Papa Innocent, kwa warithi wake wa Kikatoliki na kanisa la Rumi, na kwa uaminifu kuhifadhi mfalme wangu katika utii wake, kulinda imani ya Kikatoliki na kuwatesa wazushi. John Dowling, The History of Romanism, B ya 5, chapter ya 6, section ya 55. Utakutana na habari zote hizi. Jambo hili linafikiana na madai yanayohusu mamlaka ya kiongozi wa kanisa la Rumi kuwa ni halali kwake kuwapindua wafalme, na kwamba anaweza kuondoa utii wa raia kutoka kwa watawala dhalimu. Moshe B ya 3, Central ya 11,
peji ya pili, chapter ya pili, section ya 9, note ya 17. Tazama pia maelezo ya ukiambatanisho kwa ajili ya ukurasa wa 444. Na ikumbukwe ni majivuno ya kanisa la Rumi kuwa haibadiliki. Kanuni za Gregoria wa 7 na Innocent wa 3 bado ndizo kanuni za kanisa Katoliki la Rumi, na kama lingekuwa na uwezo lingeweza kutekeleza yote hayo kwa nguvu kama ilivyokuwa karne zilizopita. Waprotestanti wanajua kidogo kile wanachokifanya wanapopendekeza kukubali misaada ya Rumi katika kazi ya kuinua Jumapili. Wakati wanajielekeza kutimiza kusudi lao, Rumi analenga kurudisha mamlaka yake, kufufua ukuu wake uliopotea. Acha kanuni ianzishwe katika nchi za Marekani, kwa kuwa kanisa liweze kutumia au litawale nguvu ya dola, kuwa siku kuu za kidini zilazimishwe kuwa sheria za kiserikali. Kwa kifupi, kuwa mamlaka ya kanisa na dola itawale dhamiri, na ushindi wa Rumi katika nchi za Marekani utakuwa umethibitishwa. Sikiliza, neno la Mungu limetoa onyo la hatari inayokuja. Acha onyo hili lisikilizwe na ulimwengu wa Waprotestanti. Utajifunza kile ambacho ni makusudi halisi ya Rumi. Wakati ambao watakuwa wamechelewa kuepuka mtego, kanisa la Rumi linaendelea kukua katika mamlaka yake kimya kimya. Mafundisho yanaendelea kueneza mvuto wake katika majengo ya kutunga sheria, katika makanisa na katika mioyo ya watu. Linaendelea kujenga majengo makubwa ya kifahari katika maeneo yaliyojificha, ambamo ndani yake mateso yake ya zamani yatarudiwa. Kimya kimya na bila kushtukiwa, linaimarisha majeshi yake kuendeleza malengo yake, ili wakati ukiwadia liweze kupiga. Linachohitaji ni kupata mazingira mazuri, na mazingira haya tayari linaendelea kutengenezewa. Sio muda mrefu tutaona na tutahisi kusudi la Roma ni nini. Yeyote atakayeliamini na kulitii neno la Mungu atapata aibu na mateso. Yeyote atakayeliamini na kulitii neno la Mungu atapata aibu na mateso. Mpendwa msikilizaji, na umekuwa ukifuatilia sura hii ya 35 ya kitabu hiki, uhuru wa dhamiri watikiswa. Tunaona jinsi ambavyo uhuru wa dhamiri unavyoweza kutikiswa. Wewe una dhamiri yako na wewe kuna kitu ambacho unakiamini, lakini uhuru wako huo itafikia wakati utatikiswa. Tumeona jinsi ambavyo kwa namna moja ama nyingine historia imejaribu kuelezea jinsi ambavyo uhuru wa dhamiri umejaribu kutikiswa kwa namna moja ama nyingine, lakini pia jambo hili litajirudia tena. Yeyote atakayesimama kwa neno la Mungu, wakati fulani utatikiswa, wakati fulani utapata mateso mbalimbali, atapata aibu, lakini pia atapata mateso. Lakini usiogope. Katika sura hii tulipokuwa tukisoma, ilituambia kwamba Mungu ameahidi kuwalinda watu wake. Hataacha watu wake wateswe, hataacha watu wake wafanyiwe dhuluma zote hizo. Ipo siku ambayo Mungu ameahidi kuwalinda. Huenda wakapitia mateso ya namna hiyo, na huenda watapitia katika dhiki hizo na adha hizo, lakini Mungu ameahidi kuwalinda. Ni kweli na ni dhahiri kwamba sabato ya kweli ya siku ya 7 ya juma, ambayo ni Jumamosi, Mungu ndiyo sabato yake na ndiyo kielelezo halisi ambacho amekiweka. Hii imejaribu kupingwa kwa namna moja nyingine. Tutaona mbinu nyingi na upingaji mwingi ambao utakuwa ukiendelea, lakini kwa kusimama na kweli ya Mungu, basi huo ndio utakuwa salama wetu, na hapo ndipo itakuwa pona yetu. Yote haya ambayo tunayaona, yote ambayo tunayashuhudia, na yote ambayo tunayasikia, yote haya yanatuandaa kwa ajili ya kusimama na Mungu wetu. Nikualike tu na nikutie moyo kwamba simama na neno la Mungu, na simama na kweli ya Mungu. Hapo ndipo usalama wako utakuwa. Mungu akubariki. Karibu tena kwa wasaa mwingine. Karibu tena kwa sura nyingine ambayo tutaendelea nayo, sura ya 36. Na Mungu akutie nguvu. Mungu aendelee kukuimarisha. Endelea kujifunza kweli za Mungu. Endelea kusoma neno la Mungu, na Mungu atakuwa pamoja nawe kwa njia ya maombi, kwa njia ya kusoma neno la Mungu. Ni kweli nyingi ambazo utajifunza na mambo mengi ambayo Mungu atakufunulia. Hatimaye sote yatatuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Mungu akubariki tena. Karibu kwa wasaa mwingine tunapokuwa tukifikia tamati. Tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa maneno mazuri ambayo umetupatia. Ni maneno wakati fulani ambayo yametumia lugha ngumu mtumishi wako kuyaandika. Msikilizaji wangu na mimi mwenyewe tumeyasikia maneno hayo. Roho wako Mtakatifu atusaidie tuyaelewe. Roho wako Mtakatifu atusaidie tuyaishi maneno haya. Tunapofahamu historia hii na kujua ni wapi tulikotoka na ni wapi ambako tunaelekea, yote haya yatuvute karibu na wewe, yatuvute karibu na msalaba wa Kalvari, hatimaye yatuandae kwa ajili ya ufalme wako wa mbinguni. Kwa pamoja nasi, kwa pamoja na msikilizaji wangu, lakini sote kwa sote tuunganishe tu kitu kimoja, hatimaye tuandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Tunaamini utakuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho tunapoendelea na sura zingine, kwa jina la Yesu. Amen.